mama waimbe haleluya, haleluya, unastahili heshima. haleluya, haleluya, Na watoto waimbe haleluya, haleluya, unastahili heshima. haleluya, haleluya, Wanaume waimbe haleluya, haleluya, unastahili heshima. haleluya, Cheza muziki wa Yesu. Jina, jina, jina la Yesu, jina, jina, jina la Yesu, jina lenye nguvu nyingi, jina la Yesu, jina lenye mamlaka, jina la Yesu, jina lenye nguvu nyingi, jina la Yesu, jina la Yesu mapepo ya buroka, jina la Yesu, jina la Yesu laana za vunjika, jina la Yesu, jina la Yesu baraka tunapata, jina la Yesu, jina, jina, jina la Yesu ya Yesu, muziki wa Yesu. Baba yangu, baba yangu, baba yangu, baba yangu, tunapoimba Yesu unashuka, tunapoimba Yesu unaitika, tunapoimba Yesu unasikia, baba yangu, cheza, 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 luwe, 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 luwe Yesu, luwe, 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 luwe Yesu, luwe, danser, 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 danser Yesu, danser, 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 danser. Élevé, élevé je suis, élevé, élevé je suis, élevé, 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 élevé Jésus, élevé, élevé Jésus, élevé, élevé Jésus, élevé, élevé Jésus, élevé, élevé. Inua, inua Yesu, inua, inua Yesu, inua, 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 inua. Inua Yesu, inua, inua Yesu, inua, inua Yesu, inua, inua Yesu, inua. Papa mitoni tumsifu Yesu Kristo. Toleka. Inua, inua, inua Yesu, inua Yesu. Oh shangwe, twaimba shangwe, utukufuni wako. Shangwe, twaimba shangwe, utukufuni wako. Oh shangwe, tunaimba shangwe, utukufuni wako. Shangwe, twaimba shangwe, utukufuni wako. Oh, utukufu na heshima sote ni zako Baba. Twaimba shangwe, utukufuni wako. Haugawanyi utukufu na wengine, sifa zote ni zako Baba. Twaimba shangwe, utukufuni wako. Sema shangwe, twaimba shangwe, sifa zote ni zako. Twaimba shangwe, sema utukufu, utukufu ni wako, sifa zote ni zako. Utukufu ni wako, sifa zote. Utukufu ni wako, sifa zote ni zako. Utukufu Baba, ni wako, sifa zote. Utukufu Baba, ni wako, utukufu zote ni zako. Utukufu Baba, ni wako, sifa zote ni zako. Utukufu ni wako, utukufu zote ni zako. utukufu ni wako,
sifa zote ni zako. Inua, inua Yesu, 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 inua Yesu. Haya, geukia mwenzako mpatie high five ya baraka. Haya, mupatie mwenzako mkono wa baraka. Tambe wa moyo. Mupatie mwenzako high five ya baraka. Tambe wa moyo. Geukia mwenzako mwambie Yesu anaweza. Yesu anaweza. Sioni watu wakigeukia kweli. Suko na majirani jamani, tuko na majirani. Geukia mwenzako mpatie tu high five. Unampatia mkono wa baraka. Sawa. Haya, mupatie mwenzako mkono wa baraka. Tambe wa moyo. Mupatie mwenzako mkono wa baraka. Tambe wa moyo. Mupatie mwenzako mkono wa amani. Tambe wa moyo. Geukia mwenzako mwambie Yesu anaweza. Yesu anaweza. Geukia mwenzako mwambie Yesu yupo. Yesu yupo. Geukia mwenzako mwambie uko smart. Uko smart. Geukia mwenzako mwambie hebu cheka kidogo. Cheza kidogo. Cheka kidogo. Cheza kidogo. Cheka kidogo. Cheza 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 kidogo. Opigelegele. Tambe wa moyo. Opigelegele. 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 Tambe wa moyo. 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 Tumuinue, tumuinue Tumuinue, tumuinue tumuinue. Yesu ni Bwana. Geukia mwenzako mwambie Yesu ni Bwana. Tumuinue, tumuinue tumuinue, tumuinue tumuinue. Aya, Yesu ni Bwana, 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 Yesu ni Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Geukia mwenzako mpatie high five, mwambie Yesu ni Bwana. Geukia mwenzako mpatie high five. Geukia mwenzako kabisa, patie smile na umsalimie, mwambie Yesu ni Bwana. Check. Haleluya. Tukaweze kukaa chini, Ni wangapi wako na furaha siku ya leo kwa mahali hapa? Ni wangapi wako na furaha kwa mahali hapa siku ya leo? Amen. Amen. Leo ilikuwa ni ibada ya Sunday school, lakini imebidi tukaweze kusimama kwa mahali hapa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amen. Pia sisi tumetoka hapo. Kwa hiyo tukiwa mahali hapa yote ni huduma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndugu aizo, Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Nimefurahi kwa mahali hapa siku ya leo na nashuhudia ukuu wa Mungu kwamba Yesu ni mwema. Unaona ametupatia nafasi ya kwamba tukaweze kufika mahali hapa ili kwa ajili ya kwamba tukaweze kuja kumtumikia. Japo mvua imeshinda mahali kwingine mpaka kwingine sahi yanyesha, lakini tukiwa mahali hapa tunasema ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu na Mungu ameruhusu tukaweze kwa mahali hapa. Basi hii ni nafasi ya ushuhuda. Aliye na mwana ana ushuhuda. Kwa hiyo ukiwa mahali hapa nina imani ya kwamba uko na ushuhuda. Amen. Haya, tukaweze kusonga haraka. Ukiwa na ushuhuda usikae kwa kwanza, mpigeni ndugu makofi. Pigeni sana ndugu makofi. Ukiwa na ushuhuda usiuzuie, kuja au encourage mwenzako na tukabarikiwe pamoja. Amen. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Nashukuru nilisafiri kigafla upande wa kanisa la St. Stephen. Watu wengi sikuhagi. Nilipigiwa simu na mnyanyangu ambaye alinilea kuwa ni mgonjwa. Kale nilitumana prayer request na maombi ambayo yalitoka hapa. Nashukuru sana. Nyanyangu sasa amepona. Amepona sasa, anatembea. Ara nimwacha akiwa anafahamu. Kanisa la St. Marka Anglican kule Uganda
wamewasalimia sana, ila wanazidi tu, wanatamani wawaone Waanglikana wa Mombasa. Kwa majina naitwa Fred na Magoe. Nashukuru nimeokoka, Yesu ni Bwana na yeye ndiye ananiongoza maisha yangu. Mbarikiwe. Praise God, church. Praise God once more. My name is Gilbert Gidinji. Last 2 weeks nilikuwa niko mgonjwa. Nilikuwa nimeshikwa na pneumonia, nikapelekwa hospitali. But now I'm feeling good. Nasema asante kwa Mungu. Na mwingine akaweza kuja mahali hapa na ushuhuda. Alina mwana na ushuhuda. Haya, amen. Pigia makofi mwalimu. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Jina ni Happy Teddy na tumeambiwa aliye na mwana akosi ushuhuda, na nashukuru kuna wale wangu wenye nilizaa mwenyewe na kuna wale wengi wenye Mungu amenibariki nao. Kwa hivyo yuko ushuhuda nilioko nao. Jina la Bwana lipewe sifa. Siku ya leo ningependa kushukuru Mungu sana kwa kuwa ametuwezesha. All of this week tumekuwa na hiyo Sunday School week. Ilikuwa tufanye last week, lakini kwa sababu sisizoweza kuepukika hatukuweza. But Mungu ametuwezesha hii wiki. Na mimi kwangu ni jambo zuri sana, ni jambo la ushuhuda, kwa sababu tulikuwa tunajiuliza itakuwa vipi. Mvua zinanyesha, hakueleweki yani weather vile iko, lakini I thank God. Jana watoto walijitokeza kwa wengi, a very big number. Na leo pia despite mvua kunyesha, bado kuna watoto kadhaa waliweza kufika, na imetutia moyo kama walimu. Na tumeona Mungu akizidi kutenda katika children ministry. Walimu wenye wako pale, tuko na mwalimu Fredi. Mwalimu tafadhali nyanyuka tu wasalimie. Huyo tuko naye ni mmoja wetu katika ministry ya Sunday School. Na bado pia tungependa kuomba wengine waweze kutujoin kufanya kazi nzuri ya Mungu. Japo wengine hawajafika, we have our 3 teens wenye wamefika. Simameni kidogo msalimiane. Tuwapigie makofi. Ni ushuhuda kwangu kwa sababu mimi nilijua hakuna mtoto atakayefika siku ya leo, lakini Mungu amewawezesha na wameweza kufika. Kwa hivyo kwangu sichukulii ni jambo dogo. To me it's God's work. Na Mungu azidi kutubariki na kututendea mema. Thank you. Hallelujah. Amen. Watoto kuwa katika nyumba ya Bwana ni jambo jema sana. Hata pia wewe wako wakiwa yuko nyumbani na sasa wamefunga, mbona sikuje kwa ibada kama siku ya leo? Ni vizuri, msingi, foundation. Nasema ni kitu ya muhimu sana. Kwa hiyo mtoto mkuze katika maadili mema na katika hali ya kumjua Mungu. Kunaye mwingine labda sitaki kufungia mtu? Na kama hakuna, nitaomba kijana akuje atufungie na ombe shuhuda hizi. Amen. Tupigie makofi kijana anapokuja na kuombea shuhuda. Tupigie makofi. Haleluya. Hapa ndio tunafunza wahubiri wa kesho. Amen. Na waombezi wa kesho. Karibu sana kijana. Piga macho. Mungu Baba, Mungu Roho Mtakatifu, nasimama asante kwa siku ya leo Jehova. Asante kwa ushuhuda zilizo kutolewa na watu wako Jehova. Uweze ukazidi kuonekania, ukaoneshe mkono wako na kaweze kuzidi kutoa ushuhuda na ushuhuda. Sifa na shukrani zitakuwa kwako. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Haleluya. Sasa ni wakati mwingine tunaenda kupewa nyimbo moja ya kusifu ili kwamba tukaweze kukaribisha mnenaji. Je, uko tayari kubarikiwa mahali hapa siku ya leo? Tukaweze kumsifu Mungu wakati tunapoenda kukaribisha mnenaji. Haya, ndugu Mwangi tupatie sifa moja. Mwamba wangu ni Yesu, mwamba wangu ni Yesu, nimejificha kwenye mwamba. Mwamba wangu ni Yesu, imba mwamba. Mwamba wangu ni Yesu, sema mwamba. Mwamba wangu ni Yesu, nimejificha kwenye mwamba. Mwamba wangu ni Yesu,
mwamba, mwamba wangu ni Yesu. sema mwamba, Mwamba wangu ni Yesu. Nimejificha kwenye mwamba. Mwamba wangu ni Yesu. Papa Milton, tole. Mwamba wokovu wangu, mwamba wa maisha yangu, kimbilio tegemeo wakati wa shida. Mwamba wangu ni Yesu. Imba mwamba wangu ni Yesu. Sema mwamba, mwamba wangu ni Yesu. Oh, nimejificha kwenye mwamba. Mwamba wangu ni Yesu. Oh, watu wa Mungu tuimbe mwamba wangu ni Yesu. Yesu mwamba salama mwamba wangu ni Yesu. Nimejificha kwenye mwamba. Mwamba wangu ni Yesu. Nataka niwe chini ya mwamba. Mwamba wangu ni Yesu. Nataka niwe chini ya mwamba. Mwamba wangu ni Yesu. Nataka niwe chini ya mwamba. Mwamba wangu ni Yesu. Nataka niwe chini ya mwamba. Mwamba wangu ni Yesu. Nataka niwe chini ya mwamba. Mwamba wangu ni Yesu. Nataka niwe chini ya mwamba. Oh Yesu mwamba wangu, mwamba wa wokovu wangu, mwamba wa maisha yangu, mwamba wa uzima wangu. Oh Yesu mwamba wangu, wokovu wangu, mwamba wa maisha yangu, mwamba wa uzima wangu, mwamba wangu ni Yesu. Amen, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuamini, tuombe kwa ajili ya neno. Mwamba wetu uliye imara, tunakuja mbele zako mfalme tukisema asante kwa ajili ya siku hii ya leo uliyotujalia mfalme. Umetuwezesha tuweze kusanyika katika nyumba yako kwa ajili ya neno lako Bwana. Tunapoandaa mioyo yetu kusikia neno lako mfalme, enda Mungu wangu, tufungue vinywa vyetu, tufungue akili zetu, masikio yetu Bwana, tuweze kupata chakula cha kiroho. Na mimi zidi kunitumia kama chombo chako, nena ndani yangu ili yote nitakayoyanena Bwana yapate kibali na yaweze kuwa matunda mema kwa watumishi wako, ili yaweze kuwafaa sasa na hata zamani zijazo. Ni katika Kristo Bwana wetu tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Haleluya. Naomba tukae. Asante. Naomba tukae. Leri Dalombo karibu. Somo letu la leo ama neno letu la leo tutalipata katika Genesis. Genesis ni Mwanzo 35. Tutaangalia kuanzia kifungu cha 19. Genesis 35. Genesis ni Mwanzo. Iko katika Mwanzo 35. Asante. Mwanzo 35 mlango wa kifungu cha 19. Tutaanzia hapo 19. Asubuhi tu nilipoamka nilikuwa napitia katika zile social media pages, Facebook, Instagram, TikTok, nikiangalia pale na pale, pia nikipost biashara yangu pale. Nikakutana na kifungu fulani na kilinigusa. Tangu juzi nimekuwa nikisoma story ya Jacob. Story ya Jacob ni story nyingine very fascinating. Alipokuwa anataka kuoa, alifanya kazi miaka 7, alafu akatapeliwa, lakini hakuvunjika moyo. Bado akarudi akaendelea kufanya kazi tena miaka 7 aweze kupata yule mke aliyemtaka. Na nikaona hii story sometimes ina relate na maisha yetu. Lakini mahali pa kusikitisha ni kwamba amefanya miaka yote 14, lakini baadaye yule bibi akafariki. For 14 years he toiled for Rachel. Alafu
Rachel akafariki. How sad was that? Alikuwa heartbroken kiasi gani? Nilikuwa na muimagine na najiangalia mimi mwenyewe, nikaona that was heartbreak ingine mbaya sana. So katika maisha yetu tukiangalia pale, tunaambiwa Rachel died. Na ni kitu cha huzuni sana. Ukimwangalia huyu baba amefanya kazi for 7 years, hakupata, tena akajitolea tena, akafanya tena, na baadaye amekuja kumpata. Wanakaa tu kidogo, Rachel dies. Anabaki na yule ambaye hakumtaka. Jina la Bwana lipewe sifa. Na nikazidi kuiangalia na kutafakari katika maisha yetu ya sasa. Mara nyingi we work hard, tunapigania familia zetu, watoto wanapigania masomo yao, tunapigania kazi zetu, tunapigania relationship hata za marafiki. Lakini we work so hard, but at the end of the day inakuja kupotea. At the end of the day inakuja kupotea. Kama ni biashara, unapata labda ni waizi wanakuja kukuibia, labda ni moto unakuja unachoma biashara yako. You have invested so much. Kama ni mwanafunzi, umejitilia bidii, umefanya yako yote, lakini wakati umekuja kufanya mtihani haujapata majibu ulio yataka. Una work so hard katika ndoa yako. You are a believer maswala ya ndoa. You invest so much in your marriage. You sacrifice in that marriage. Lakini at the end of the day unapata muna separate. It's so heartbreaking wapendwa. Nimemwangalia Jacob na nikajaribu kumweka katika maisha ya sasa. My friends, my dear people, we are going through a lot. Kusacrifice because we want to achieve something. Umefanya yote, sasa umeachieve, inasambaratika, inapotea, it just gets lost. Tunabaki empty katika maisha yetu. Tunapoteza matumaini. Tunabaki hatujui tuanze wapi. Sometimes hata tunaanza kufikiria kwani Mungu alituweka wapi. Jacob maybe alikaa akafikiria, mimi nimefanya hii kazi yote ndo huyu ameenda. We suffer in silence. We struggle. We cry. Saa ingine tunaona tu ni giza mbele ya maisha yetu. And it happens. In one way or the other, katika maisha yetu kuna mahali tumepoteza. Na we had invested so much katika hilo jambo. Lakini tukisonga pale mbele katika ule mstari unaofuata, ningependa kuwasomea. Tukisonga pale mbele katika huo mstari unaofuata, tunaona Jacob, tunaambiwa alimzika Rachel. That is verse 20. Kama umefungua Biblia yako, verse 19 inasema Rachel died. Verse 20, Jacob buried Rachel. How long do we take to bury whatever imetuvunja? How long do we take kuachana na lile jambo lililotuvunja? Kiubinadamu tu, hata mimi sometimes it takes a lot. Mara nyingi nikihubiri huwa neno kwanza limenifikia, limenigusa, ndio niliweze kulileta kwenu. Ni mara ngapi umevunjika? Ni mara ngapi your dreams hazijakuwa? Ni mara ngapi umepoteza? And how do you deal with that? How long do you take to bury na useme acha nizike hii imepotea and let me move on? Tukiangalia katika hii, tukisonga 21, tunaambiwa Jacob buried Rachel, na hiyo verse inayofuata, and Israel moved on. Jina la Bwana lipewe sifa. Pale tunapomtegemea Mungu kama Jacob, basi tunapata tumaini la kuendelea. Haleluya. Pale tunapoweka imani yetu kwa Mungu, basi tunapata nguvu ya kuzika yaliyotuvunja, ya kuzika yaliyotuumiza,
alafu tunasonga mbele kama vile Israel moved on. Hallelujah. So whatever situation that we are in, whatever issue that we are facing, kitu chochote kinachokurudisha nyuma, kitu chochote kilichokuvunja na kukuweka chini, ndugu zangu wapendwa, jioni hii ninawaletea ujumbe mwema. Jioni hii dada yangu na mama yangu na ndugu zangu wenye wako hapa, watoto wetu wa Sunday school, ninaleta ujumbe mwema ya kuwa Mungu anatupatia nguvu ya kuyazika yale yaliyotuvunja, ya kuyazika yale yaliyotugwara imani zetu, ya kuyazika yote yale ambayo yametuumiza, kama Jacob alivyomzika Rachel, na tuna move on. Mwambie mwenzako tunasonga mbele. Mwambie mwenzako tunasonga mbele. Yes, tuwe na imani katika Kristo, tuweze kusonga mbele kama vile Jacob. Ni biashara yako imevunjika, zika, kwa sababu regrets hazitatusaidia. Imeharibika, imechomeka. Ni relationship yako, ulikuwa na mchumba unataka kuoa, imekataa, zika. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni biashara, you ventured into a business, you invested, biashara ikakataa, zika. Ni marriage umeingia, labda imekataa, umeshindwa, your life was threatened in that marriage, zika and move on. Just like Jacob. Jacob alimpenda Rachel. Jamani, tunajua Jacob alimpenda Rachel. Urongo ukweli? Hata sisi mapenzi Jacob aliyokuwa nayo kwa Rachel, Jacob asingeenda, angesema nabaki hapa hapa nilipomzika Rachel wangu na nikae naye hapa. Lakini Jacob buried Rachel and Israel moved on. Wapendwa, shetani hapendi akiona tukiendelea. Shetani anapenda kuona akituvuruta nyuma. Katika huduma unaweza umia, lakini zika, move on. Fanya huduma ya Kristo. Katika nyumba nimeregelea, tunaweza vunjika. Katika familia, hata siblings, sometimes tunaumizana katika familia zetu. Si marriage peke yake, si relationship, boyfriend, girlfriend, even siblings, ndugu yako mliyezaliwa nayo, hata wazazi, hata watoto. Saa ingine anaweza kukufanyia jambo akakukwaza, ukauliza huyu ni wangu ama nilibadilishiwa hospitali. Haleluya. Unashangaa, huyu nishasikia wazazi, si tushasikia hiyo msemo? Mtoto anafanya jambo, mzazi anajiuliza, wewe ni wangu kweli? Lakini tukishajiuliza mambo hayo yote, inafaa tunazika na tunarudi tena kuangalia msalaba wa Kristo ulio na tumaini, msalaba wa Kristo ulio na msamaha, msalaba wa Kristo ulio na matumaini katika maisha yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo ndugu zangu, jioni hii ya leo ningependa tujitie tumaini, tuamini kuwa katika yote tutakayoyafanya, yote yaliyotuvunja, yote yaliyotukwaza, kuna matumaini. Tuzike na tusonge mbele katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. So utapata ni mambo mazuri. It was beautiful. It was awesome. Lakini imeisha. So we just have to move on. Yani leo ni kusonga mbele. Acha huu mwaka mahali tumefika. If there was something that you are holding on, ndugu zangu wapendwa, jiitishe tu mkutano kidogo right now. Ni mambo mengi tunabeba watu katika mioyo yetu. So if there is something in your heart that you are still holding on, naomba tu uwepo wa Bwana uweze kushuka mahali hapa, uweze kuingia katika mioyo yetu. Mungu aweze kunena nasi ili tuweze kuachilia, tuzizike, zisiturudishe nyuma, tuweze kumove on na tutende yale ambayo yanastahili katika macho ya Mungu. Kwa hivyo ningependa tu tufunge macho mahali tulipo. Please don't stand. Funga tu macho. Fikiria katika maisha yako. Ni wapi jambo ulilolipenda? Ni kitu gani ulichokipenda? Ni issue gani iliyokupenda imeweza kuvunjika ama imeweza kukuumiza, imeweza kuisha na bado moyo wako umehang on to that? Angalia tu ndani yako. Peleleza
ndani yangu, iwe safinia, iwe kwamba kwako kwangu idhihiri pia, peleleza ndani yangu, iwe safinia, ije kwamba kwako nami idhihiri pia. Kama kuna yoyote ambaye na feel leo angependa kumove on na kuzika chochote kinachomzuia, tafadhali madhabahu yako hapa mbele. Muje mbele, kuna wahudumu wa Mungu wako mahali hapa, waweze kuwaombea kwa ajili ya mahitaji hayo. Tumesema leo there's no other day. Leo tuamue, tuache kila kitu. Let us bury. Na usiangalie mwenzako, jiangalie mwenyewe katika nafsi yako. Uje uweze kuombewa, tupate maombi kutoka kwa watumishi walioko mahali hapa, ili tuweze kuzika vyote vinavyotusumbua, vyote vinavyotutatiza, vyote vilivyotuvunja. Biashara zetu tuziamshe tena, tusonge mbele. Maisha yetu to move on nayo, kazi zetu to move on nazo, na kila kitu tuweze ku move on nazo. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa ajili ya hilo basi ningependa kuita mtumishi aweze kuombea hayo ili tukiweza kufunga. Karibu. Tuzidi kuimba nyimbo tu ya kuworship. Pigeni Yesu makofi mazuri. Na basi neno limekuja kwa wakati mzuri. Naitwa short and clear, lakini tumepata dose. Bwana asifiwe sana. Kila mtu amepata dose yake. Haleluya. Haya basi tunaingia kwa maombi. Kama kuna mtu anahitaji lolote, basi madhabahu haya yalitengezwa kwa ajili yenu. Uje hapa mbele tuombe pamoja. Kama ni shida inayokusumbua, challenges za aina gani, Mungu anaweza yote. Mungu hajashindwa na lolote. Mungu ni mweza wa yote. Karibuni sana. Fungua moyo wako tu. Yes. Bila wewe Yesu mimi siwezi neno lolote bila wewe, bila wewe Yesu, sema mimi siwezi, sema jambo lolote bila wewe Yesu, bila wewe nguvu zangu, msaada wangu Yesu, mimi siwezi, neno lolote mwambie Mungu jambo na sababu Yesu, sema mimi siwezi, jambo lolote bila wewe, Yesu, mimi siwezi, neno lolote bila wewe, sema Yesu, sema Yesu, msaada wetu, kimbilio letu ni wewe, kwako ni salama Yesu, sema
Sema Yesu. Sema ho. Sema Yesu. Yoko hapa. Sema Yesu. Bwana zimekuja kwa Yesu. Ili Mungu kusikia sauti yako. Mahali pande lote Jehova chini. Yesu. Thank you Lord. Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishiye milele na kutawala siku zote, wewe ulioketi kwenye kiti cha enzi, uliye mfalme wa mbingu na nchi, na tena Bwana, wewe ndio Alfa na Omega. Jiona leo sana majira haya Bwana, tuko chini ya miguu yako kwa unyenyekevu sana kwa ajili ya siku hii na sana majira haya ulioifanya kwa mikono yako kwa ajili yetu, na ukatupatia nafasi hii ya kuja katika nyumba yako takatifu, nyumba ya kuabudiwa iliyoitwa kwa jina lako. Tuko chini ya miguu yako sasa Bwana, kwa unyenyekevu, Mungu wa mbinguni, maana sisi ni watumishi wako, lakini tena kama wanadamu tumekukosea mambo mengi, tumekutenda dhambi, hatufai Bwana hata kokota makombo chini ya meza yako. Tumekukosea kwa matendo, kwa mawazo, hata kwa vinywa vyetu wenyewe. Bwana, tumetema hila Jehova juu ya neno lako. Na sasa Mungu, tuko chini ya miguu yako Bwana. Tazama watumishi wako na watoto wako wamekuja hapa kupiga magoti kwenye madhabahu haya yako matakatifu. Bwana Mungu, wasaidie Jehova. Kuna wengi wamekuja na mahitaji mbalimbali, mengine ni magonjwa yanayosumbua katika mili yao. Mungu, ninaenda kinyume chote cha magonjwa katika mili yao, iwe ni magonjwa ya aina gani, ni ya sukari, ni ya presha, ni ya kansa, ni magonjwa ya kuwasha, ni magonjwa yasiyoeleweka. Mengine yameshinda madaktari, mengine daktari amesema utaishi na madawa. Sasa tunaenda kinyume cha mipango yote katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa aina yoyote yakashindwe, maana si sehemu yao. Watumishi wako hawa si sehemu ya magonjwa. Mungu, damu yako takatifu inayenena mema, inayenena uzima, inayenena msamaha, inayenena nguvu. Mungu, damu hiyo takatifu iliyomwaga msalabani, damu iliyo ya thamani, ikawazingira watumishi hawa, ikawatakase, ikawaoshe, ikawasamehe, ikawaponye katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa yale yanayoitwa kwa majina haya si sehemu ya watoto wako hawa. Tunaharibu kazi zote za shetani katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana ukawaponye, tunaomba Bwana ukaweke huru. Mungu, akaendelee Jehova kuwa na tumaini kwako Bwana, maana wewe ndio msaada wetu wa karibu, wewe ndio kimbilio letu. Hivyo basi tumesimama katika zamu, tukiharibu na kuvunja kazi zote za shetani, madhabahu yake ya giza katika watoto hawa wako, tunayasambaratisha na kuyashusha katika jina la Yesu Kristo. Tunainua madhabahu yako katika maisha yao. Mungu, ukawaponye Bwana. Kuna wale wamekuja na challenges mbalimbali. Dunia hii ina mashaka, dunia hii ina mateso, dunia hii inawaangalia watoto wako kwa jicho ambalo si la sawa. Challenges zote ambazo zinapitia, ikiwa ni biashara, ikiwa ni kazini, ikiwa ni kwa familia, ikiwa ni kwa jamii, ikiwa ni hali zote, hata pengine wako na shida, wamenyang'anywa mali zao, wamenyang'anywa mashamba, wengine ndoa zao zimesambaratika kwa sababu watu wanaangalia vibaya
Mungu wa mbinguni, sasa tunasimama katika zamu wale wote challenges ambazo tumestaja hapa. Mungu wa mbinguni, naomba kawasaidie. Kama ni hali zote zinainuka kinyume chako, tunaenda kuharibu sasa katika jina la Yesu Kristo. Mapepo ya kutuma na kujituma kwa ajili ya maisha yao tunavunja na kuharibu katika jina la Yesu Kristo. Damu yako takatifu Mungu ikawatakase, ikawalinde. Ninawafunika ndani ya damu yako Bwana, ukawafiche ndani ya damu yako. Waendelee Bwana kuwa huru, waweke huru Bwana, watembelee Bwana, washike mkono wako wa kiume wanapolala na kuamuka, wanapotembea katika kazi zao, katika biashara zao, katika shughuli zao zozote Bwana. Sasa tunaamuru shetani na kazi zako zote uhame katika maisha ya watu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba damu yako inanena uzima ikakae ndani yao. Tunanena damu yako inanena mema ikaendelea kutenda mema katika maisha yao. Watu ambao kuna challenges mbalimbali, ni magonjwa, ni hali zote ambazo zinatatanisha katika maisha yao, ninawafungua sasa katika jina la Yesu Kristo. Vile Paulo na Sila waliomba na mlango wa magereza ikafunguka, hivyo hivyo yale maombi ambayo naomba kwenye madhabahu haya, wacha Bwana mambo haya yakafunguke katika jina la Yesu Kristo. Vile jiwe liliondolewa mbele yako Bwana, waondolee majiwe yale yako mbele yao, yao ni vikwazo, yao ni viziwizi. Hiyo ni hali gani ambayo wanapitia katika maisha, wewe unawajua vyema. Ninaomba ukatimize haja ya mioyo yao kwa utukufu wa jina lako. Tunabarikisha mkononi mwako watumishi hawa wanapotoka hapa Bwana, acha nafasi yao, acha uzima wao Bwana ukaonekane. Wacha unapoenda kulala na kuamka Mungu akaona baraka zako. Tunaweka mkononi mwako sasa Bwana, tunaweka mkononi mwako Bwana. Tembea pamoja nao, waonekanie Jehova. Endelea kuwabariki Mungu wa mbinguni, endelea kuonekania. Ninakufungua katika jina la Yesu Kristo, 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 ninakufungua katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni uishe milele na kutawala. Ninawabarikisha mkononi mwako sasa, in the name of Jesus Christ. Mungu kaonekane, Mungu kadhihirike katika maisha yao, na Mungu anapoamka na kulala, wanapolala na kuamka, Mungu akashuhudie ya kwamba umewatendea. Maana kutenda Mungu ni ahadi yako. Unasema ile maombi nayoomba hayaendi bure. Sisi kazi yetu ni kuomba Bwana kwako, lakini matendo yanatoka kwako. Hivyo basi tenda mema katika maisha yao. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea tanasala zetu jiona leo, maana unastahili. Kwa Yesu Kristo tunaomba hata na kuamini. Amen. Pigeni Yesu makofi mazuri. Haleluya. Pokea uponyaji, pokea uponyaji. Pokea uponyaji, pokea uponyaji. Ni ombi la ushindi. Pokea uponyaji katika fungua mbingu, maombi ya penye. Unisikie na unijibu Bwana. Sema hili ni ombi langu Bwana. Hili ni ombi la ushindi. Hili ni ombi la ushindi. Fungua mbingu, maombi ya penye. Unisikie na unijibu Bwana. Asante sana mtumishi Lombo.
Asante sana, Mungu azidi kuwabariki. I think tumeingia kipindi cha sadaka. Thank you. Haya, sawa, ni wakati wa sadaka, tukiweze kuja kumtolea Mungu sadaka. Shukuru namna gani, nitakushukuru namna gani, nitakushukuru namna gani Baba, wewe namna gani, oh nitakushukuru namna gani, nitakushukuru namna gani, nitakushukuru namna gani, sema wewe namna gani, oh nitakutukuza kwa njia gani, nitakutukuza kwa njia gani, nitakushukuru namna gani, sema wewe namna gani, oh Mungu wa salama Baba namna gani, Mungu wa salama Baba, Baba namna gani, Baba namna gani, sema wewe namna gani, Mungu wa mapendo Baba namna gani, Mungu wa mapendo Baba, Baba namna gani, Baba namna gani, sema wewe namna gani. Praise God. Praise God, church. Let's go and pray. Oh God, Heavenly Father, we come before you this evening, oh God. We've come this evening, oh God, Father. We come before you and say thank you for everything that you have done, Almighty God, Father. The people who have come this day, they've come with something good, oh God, Father, before you. I want you to bless them. Bless this offering that we have. They have given you, oh God, this day. Bless it. Amen. Amen, amen. Vijana wanajifundisha kuomba. Thank you so much. Na simpigeni makofi. Hivyo ndio wanapata confidence pole pole. Atakumbuka siku moja aliweza kusimama mahali hapa katika madhabahu na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siogope kumleta wako, hata kama hajazoea hiyo mambo, atakuja kuzoea mahali hapa. Amen. Mpigeni tena makofi. Sasa tutamkaribisha mwalimu wao akaweze kuja kuongea moja mbili kabla ya mkaribisha mtumishi kukamilisha ibada yetu ya siku ya leo. Karibu sana. Tunaweza kukaa. Asante sana Milton. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naona tumefika tamati ya siku ya leo. Na kabla niongee, ningependa kuita one of our teams aje apeane shukrani. Tunasema tunawamold, kwa hivyo tafadhali kuja upeane vote of thanks, alafu tufunge kwa maombi. Tumpigie makofi anapokuja, si rahisi. Praise God once more. We would like to thank you for letting us to join with you in this service, and we are glad, and also to the lead Sunday. We hope also you will come. You'll see more. Thank you. Thank you so much. Thank you. Pia tungependa kusema asante kwa uongozi wa kanisa hili kwa kutupatia nafasi hii ya kuja kuongoza ibada. Leirida Lombo, pia na shukrani zetu za dhati mahali tulipofika. Praise and worship, thank you so much for being with us, kwa kutusaidia kuongoza ibada. Na nyinyi nyote, Mungu azidi kuwabariki na kuwatendea mema. Kwa sasa ningependa mtumishi uje utufungie kwa maombi. Thank you. Asante sana Teacher Happy. Mungu akubariki sana kwa hii kazi unayofanya. Nipende tu kutoa salamu za Archdeacon
Jana tumekuwa kwa mazishi. Samahani, ningependa pia kuwakumbusha tutakuwa na Teens Retreat Saturday 25th, Teens Retreat, na pia tuko na pre-teens, tunalipa 850 per child. Tutaenda pale bread and butter, tutakuwa na mafunzo na pia we'll have fun. So unaweza pia ukasupport mtoto yoyote yule, kama hauna ama uko naye unaweza lipia wako na ulipie mwingine, because we also have needy children ambao wangependa kupata support kutoka kwenu. Kwa hivyo naomba tushikilie mkono watoto wetu ili waweze enda kupata mafundisho mahali pale. Thank you. Ya namba zimetumwa kwa groups. Kila groups namba iko hapo. Mtatuma kwa hiyo. Na tafadhali tushike watoto wetu mkono. Maana hii ndio njia ya kuwakuza. Haleluya. Basi jana tumekuwa kule kwa mazishi kwa shemegi Chitikon na ndugu ya mama yetu Rose, na tulimaliza vizuri. Wakanituma na salamu na walishukuru sana kwa kwenda kuwakilisha kanisa. Mungu azidi kuwabariki na endelee kuwatendea mema. Basi tusimame ili tufunge. Alafu mjue Jumapili bado ni Sunday school, wanachukua hatamu. Kwa hivyo kwa muda huu tuwa support 950 ama zaidi. Kipata watoto wawili, watatu kwa support itakuwa ni vizuri. Mimi pia nitasupport. Utaona jina langu hapo kituma. Basi tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba uishe milele na kutawala siku zote. Tunapenda sana Mungu kushukuru kwa ajili ya ibada hii, ambayo ni ibada imekuwa maalum kwa ajili ya watoto wetu. Na Mungu wa mbinguni, tunaona kwamba umeendelea kuwabariki na kuwatendea mema. Basi tunazidi kuwaombea, kaendelea kuwapatia nguvu, walinde na hatari zote za kila aina, hata wanapojiandaa kwa ajili ya retreat hiyo Jumamosi. Mungu kaendelee kuwatayarisha. Ninaomba Bwana katika wazazi wote, nena na mioyo yao ili Bwana akajitoe kwa ajili ya watoto hao. Unapoenda kujifunza kwa ajili ya neno la kutakatifu, ukae pamoja nao. Na Jumapili pia Bwana tunaendelea kuomba uendelee kuwaandaa kwa ajili ya ibada hii yao. Tukisema asante kwa yote ambao umetutendea. Tufumwe na baraka zako sasa. Mahali popote tunapokanyaga Bwana, tukanyage nawe. Tupatie usingizi wa amani. Tena tunapoona siku ya kesho salama, tukufu na sifa Mungu zitakuwa ni kwako. Na ni kwa Yesu Kristo tunaomba hata na kuamini. Amen. Na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na pendo la Mwenyezi Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Jipongezeni kwa makofi mazuri kwa kuja. Amen. Asante. Tembea na Yesu, tembea na Yesu, tembea na Yesu. Hallelujah, amen. Tembea na Yesu. Amen. Tembea. Amen. Tembea na Yesu. Amen. Hallelujah. Kokote uendapo tembea na Yesu. Amen.